Naomba mnisikilize kila mahali Afrika Mashariki. Naomba mnisikize kila mahali Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Wenye wanasikia Kiswahili wanisikize, kama Rwanda, Zaire, Tanzania, Uganda. Mnisikilize kwa umakini tafadhali. Nisikilizeni ile wazo langu. Mimi naomba tusikubali kugonganishwa. Na hiyo katika ile video yangu nyingine mimi nimeongea hivyo kuhusu kugonganishwa. Tusikubali kugonganishwa. Wacheni niwaambieni kitu. Sisi ni wananchi na hizo ni vyama vya kisiasa. Kuna tofauti ya vyama vya kisiasa na wananchi. Vyama vya kisiasa tusikubali vitugonganishe. Na nasema tena na tena. Chama cha kisiasa ni chama cha kisiasa na mwananchi ni mwananchi. Maisha ya mwananchi sio maisha ya chama cha kisiasa. Manake kule kuna viongozi wengine. Hapa kwa boma yako wewe mwenyewe unagonganishwa wewe na jirani yako. Hii ukatae. Manake ugonganishe wanzi huko juu, unaanza huko chini. Unagonganishwa na kabila fulani na kabila nyingine. Tuangalieni Watanzania venye wako wengi. Watanzania ni wengi sana, lakini Mwalimu Julius Nyerere aliweza kuunganisha, akawa anaongea kwa sauti moja. Hakuna cha kabila, hakuna cha nini. Nasema hivi, kama juzi mlisikia rais wa Kenya venye aliongea kule mkutano ulikuwa huko ngambo. Mlisikia venye aliongea kuhusu Afrika, aliongea vizuri sana. Kwa maana kwamba sisi pia wa Afrika kuna viongozi wa Afrika. Kwa nini wasichaguliwe kwa ule mkutano kule? Tunawakilishwa ni nani kule mkutano? Hatujakomaa bado. Aliongea vizuri sana. Na hivi nasema hivi, ikiwa mtu mwanasiasa yote, kiongozi yote ameongea jambo nzuri la maana, sisi kama wananchi tusiweke chuki. Unaona hata adui yako akifanya kitu kizuri ni umsupport. Hata mwenye adui yako kabisa unajua ni adui, akifanya kitu kizuri ni umsupport. Sio ati tunamchukia sababu ni adui, hapana. Tunaangalia mema yenye yanafanywa. Akifanya kitu, kwa mfano kama kuna mtu wa ODM ama wa UDA amefanya jambo nzuri la busara, ni umpigie makofi na umsupport. Mimi nasema tena tusiwekwe fitina. Hiyo hata mtu akifanya kitu kizuri sababu tumewekwa fitina ni fulani tunamchukia, hapana. Hakuna kitu kama hiyo. Angalia chenye mtu amefanya. Kama ni President Ruto amefanya kitu mzuri, mpigieni makofi. Pigieni President Ruto makofi. Iwepo hata kama ni wa chama gani, atujali mambo ya chama. Nataka tutoke kwa hiyo kasumba ya kufikiria ni wa chama fulani, huyu ni wa kabila fulani. Hiyo tuondokeni kabisa. Sisi wote kama watu wote wa Afrika ndio tutaweza kuwa united. Afrika iwezi kuungana kama sisi kama inji hatujaungana. Ni inji kwanza iungane. Unaonaje Afrika ikiwa na vyama viwili vya kisiasa na ikiwa na rais mmoja? United States of Africa sinaweza kuwa vizuri sana, lakini hatuwezi kuanza juu, ni tuanze hapo chini. Kama ukiona kiongozi yote kama ni opposition amefanya kitu kizuri, msifu. Sio ati umchukie sababu ni opposition. Nasema ukweli kabisa. Kama mtu amefanya kitu kizuri, ukiona president hapa amefanya kitu kizuri, tunampigia makofi. Sio ati unachukia, unachochewa mpaka unakuwa sasa umechochewa mpaka hata akifanya kitu kizuri ukioni. Hiyo si uzalendo. Nawaambieni huo si uzalendo. Nituhakikishe mwenzako akifanya kitu kizuri ni umsupport. Sio kuchochewa na chuki, ati sio sababu ni wa kabila fulani. Hakuna mambo ya kabila, tuondokeni kabisa. Tuondokeni, sisi wote ni wa Afrika. Tuondokeni. Hao ni chama ambao haukipendi, bora amefanya kitu kizuri. Haya, huyu ameleta system nzuri, hii ni system. Basi hiyo system isipigie makofi na uichangie na umsupport. Hiyo system iende mbele. Sio sababu ya chuki unakata ile system. Hiyo ni mbaya kabisa. Hatuwezi songa mbele kama Afrika kama ni hivyo. Hatuwezi songa mbele. Kwa hivyo nataka nini? Hii tu avoid hii. Tujichukulie sisi kama wananchi, tukatae kuchochewa kufanya jambo ambalo si nzuri kwa mwenzako sababu ya nia fulani. Tukatae, na hiyo ndio maendeleo. Tukubali mwenzetu hata kama unamchukia akifanya kitu kizuri ni umpigie makofi, tena akuwe rafiki, maana amefanya kitu kizuri wenye ulikuwa unatarajia. Sio kwa sababu umechochewa, umekona chuki. Hata kiongozi amefanya kitu kizuri, wewe unamwona huyo kiongozi amefanya kitu kizuri, wewe unaona ni kibaya tu sababu umechochewa. Hapana, hiyo tukatae kuchochewa jamanini. Tukatae kuchochewa kabisa, ndio tuweze kusonga mbele kama Afrika. Afrika iwe moja. Tukatae kabisa kuchochewa. Tukatae. Haijalishi kiongozi anachukiwa ni akina nani, lakini wewe kama mwananchi akifanya kitu kizuri huyo kiongozi umsupport, ndio inji songe mbele. Hakuna njia nyingine, ni hiyo tu ya kumsupport. Amefanya kitu kizuri, msupport. Lakini sio ati wewe unasema kwani hapa hakuna malaika wanaotawala. Sisi wote ni binadamu. Na binadamu huwezi kumweka katika bracket ya malaika. Huwezi kuweka bracket binadamu katika bracket ya Mungu. Hapana, sisi ni binadamu. Binadamu ukosea. Wakati amekosea ni unamwambia tu na anarekebisha. Hata kama ni kiongozi, si umemchagua wewe, atarekebisha. Lakini ukiweka chuki mpaka hata amekosea, wewe ni kuongea, hutaki kumwambia hivi na hivi, hiyo ni mbaya. Ni unamwambia hapa, wewe boss hapa, mheshimiwa hapo umekosea. Atasikia ni binadamu. Tusimweke katika bracket ya malaika ati kiongozi hawezi kosea. Hapana, kiongozi pia anaweza kosea bwana.
ni tu support viongozi. Wakati wamefanya jambo zuri tu support. Wakifanya vibaya tuwaambie bwana, hapa hii yeye ni sawa, warekebishe na hiyo mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo tufanye nini? Tusikubali kuchochewa. Tujichukulie kama binadamu. Hakuna malaika hapa, wote. Hata kiongozi, hata president anaweza kosea, hata vice wake anaweza kosea. Lakini tufanye nini? Tusikubali kuchochewa. Kiongozi akifanya kitu kizuri, hiyo unamchukia, msupport. Sio ati sababu anafanya kitu wewe unaingia hapo unaanza kumkosewa, amesema hivi, amesema hivi, amesema hivi. Hivyo si ndivyo jamani, ni Waafrika. Tusikubali kuchochewa.